My brother, my friend, one of the people I sincerely admire, Senator Lenny Kivuti and your family, and all of your sisters and brothers who are here, your children, your grandchildren, my brothers in national leadership, Honorable Justin Muturi, someone I've looked up to for a long time, Mheshimiwa Mithika Linturi, my brother Senator Okongo Mugeni, Mheshimiwa Kalembo, and all of you wonderful people. Viongozi wa kanisa, Baba Askofu. Nimekuja hapa kwanza kabisa kwa niaba yangu na familia yangu kuleta rambirambi na kusema pole. Lenny Kivuti ni rafiki yangu, lakini niseme tu ukweli kwa sababu tuko kwa kanisa, ni rafiki ya watu wetu wengi sana. We have so many friends in common. And he's also my neighbor where we live in Nairobi. Na tumetembea na yeye kwa muda mrefu. Kwa hivyo kwa familia nimeleta pia rambirambi Senator Kivuti toa kwa marafiki wako wengi, wale mawakili yake na Nyaudi na wengine, hiyo grupu yetu tunakutananga na wewe. Nimeleta rambirambi kutoka kwao kuja kusema pole. Na namshukuru Mungu nilipata nafasi kujiunga na nyinyi hapa kwa kuja kusherehekea maisha ya huyu mama. Nitakuwa mfupi sana. Long time ago, I came across a student of presidential politics who had written an article on the influences of mothers on leaders, and that traced the lives of many leaders and their mothers. From that study, he concluded that even if people don't readily see that, mothers have shaped a lot of people's leadership principles and views. Na kusema tu kweli, Lenny, I've known you for a while, listening to people saying the things they were saying here about your mother. Although I did not meet her, it reads like a summary of your character and your commitment and your sense of focus. That's why usually parents don't have to say so much about their children and the work they have done. People look at the children and they can tell the kind of parenting they have gone through. And even if we cannot see Mama here, the evidence about her work is abundant. From the children who have spoken here, the grandchildren, and most importantly for us who have known this family a little bit, especially through Senator Lenny Kivuti kupitia kwake yeye mwenyewe. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu for the time we've had with her and the life she has lived. The challenge we have, all of us now, her children, her grandchildren, is to walk her path, live her legacy, continue public service. Therefore, Senator, before we leave here today, hata sisi mtatukubalia tutoe mchango wetu kwa ile Thanksgiving ya mama alikuwa amepanga. Na tuendelee namna hiyo. Pili, namshukuru sana Baba Askofu sababu ukihubiri nilichukua pointi nyingi sana, lakini the three that I'm going away with ni kwamba vita ni kitu mzuri sana, tuendelee kupigana. Kwa sababu nothing comes easy. The independence that we enjoy in this country is a product of war. The freedom that we enjoy today is a product of constant struggle and people insisting we must fight one party rule, we must change our constitution. Life is that kind of struggle that we cannot give up on. And now, during this day and age, those of us who are here today in Kenya, in this generation, katika kizazi, we now have our own challenge. There is something we must deliver during this generation. Yale mambo tumeona wiki hii ni ajabu. I'm telling you, ni ajabu. Acha sisi hiyo maneno Senator amesema, ile vita tumepigana huko.
watu wanazurura. Ward ni village mbili, unaweza kutembea ward hivi mara 3 kwa siku moja. Watu wanaingia huko na mandege na kishindo na madoido na arrogance, kutoa pesa, kujigamba, kusema sisi ndio serikali, hakuna kitu mtafanya na mambo kama hayo. The founders of this nation, the people who actually fought for the independence of this country, must be turning in their graves to see what we are seeing now. Unprecedented abuse of state power, an incredible misuse of public resources, and arrogance that has not been seen recently from government. Mimi nataka kuwashukuru wananchi wa Mbeere North. Niaba yangu na wale wenzangu ambao tuko katika upinzani, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa George Natembeya, na wale wengine tunakaa nao pale viongozi, tuko pamoja. Mheshimiwa Justin Muturi ako hapa, Mheshimiwa Mithika Linturi wako hapa. Wananchi wa Mbeere North, be happy and proud of yourself. Mumepigana kwa ujasiri. You have resisted this arrogance. Na mmesimama imara kabisa. Na yale yote ambao tuliona huko Malava, mimi nawauliza wenzangu, sometimes I prefer to be very specific and polite in dealing with these issues. Power comes and goes. Ask me, I was Minister for Interior one time, and I coordinated national government functions. I understand government. There's nothing I don't understand. The kind of things we are seeing here are going to destroy our country. Na niseme tu kweli hapa hadharani. I normally see people circulating my clips of things I said in 2022. I said tutakuwa na shida hii. Sasa wakati mambo imeingia, I see people circulating those clips. Don't circulate this one when we have gone in trouble, because I'm saying this openly today hapa kutoka Mbeere. Tukiendelea namna hivi vile tunaendelea, we are headed the wrong direction na tutaharibu nchi yetu sisi wenyewe. Hii siasa hii ni siasa ya kupomoa nchi. Ni mambo ya kiburi, kubeba mali ya serikali, pesa ya umma, kujipiga kifua hapa kwa viongozi, kudharau maoni ya wananchi na kura za wananchi, ili sasa wewe uwe na nia yako and you have your way whatever it takes. Let me tell you, my brothers and sisters, especially those of you, my fellow citizens and my brothers and sisters in government. Those countries where you have seen wananchi wanaamuka asubuhi, wanaenda kwa manyumba ya mawaziri, wanachoma manyumba, wanachoma mafamilia, they start like this. Wanaanza namna hii. Hii shida mumeona kwa jirani na huku namna hii. Inaanza namna hii. Unafikiri ni mchezo, unaanza namna hii. Because, please take this seriously. There is a limit to which you can push people. Last month there is a limit. All these are smart people here. They can tell you there's a limit. Unaweza kusukuma watu, usukume watu. Itafika mahali siku moja hata wewe mwenyewe utashangaa. Because you don't know how these people will respond to this constant harassment, constant intimidation, constant bravado, unprecedented abuse of power. It's as if this hubris that power does not end. So my second point again, which I took from your sermon, that you know nothing lasts forever. Hata Paulo na Sila, milango ya gereza ilifanya nini? Ilifunguka. These things will come to an end. Fellow Kenyans, whether you are in Mbeere North, Malava, or Nyansiongo, where we have been brutalized and terrorized just because of our ward seat, hii mambo itaisha. Do not lose hope in your country. Our country is great. God has blessed us with a wonderful, fantastic country. There is nothing wrong with our country. The challenge we have now is because we have bad leaders. That is the challenge. And we will overcome this challenge. Keep hope alive. Let's keep together and let's keep moving. Because in moments like this, when people do this thing to us, leaders behave like this, as citizens of the country, you might be discouraged.
and frustrated. Tafadhali wananchi msife moyo. Ona mama wetu hapa amepigana vita 91 years. Look at the generation she has raised. Mama ambaye alimaliza shule standard 3. Ametoa engineers, doctors, professors. In the life of this wonderful mother of ours is the hope that we all need to have. That tutafuka hiyo daraja. Na tutaenda mbele tujenge taifa letu vyema. Na tukae pamoja, tusigawanywe. Mtu asikwambie eti wewe ni Mbeere North, huyu ni nini sijui Nyamira. We are one people and God wants us to live here together. Na kwetu sisi viongozi, hasa wale tuko katika upinzani, tuko tayari. Tunaongea, tunafanya kazi pamoja kwa sababu tunataka kusaidia nchi yetu ili tujenge Kenya ile ambayo waanzilishi wale ambao walitoa maisha yao tupate uhuru walikuwa na dhamani tuwe na nchi ambao tunasikizana, tunaheshimiana, tunakaa pamoja, tunaheshimu mawazo ya wengine, tunaenda kwa kura. Kama wananchi wanakataa, unaenda nyumbani vizuri, sio kuleta kifaru, mandege, polisi nini kusurutisha watu ili wewe uwe na nia yako kwenda mbele. We will overcome. We will cross that bridge. Finally, Bishop umetuhubiria kuhusu destiny. Tufikirie mwisho wa maisha haya itakuwa namna gani. Na sisi kama taifa, umegusia mambo ya Vision 2030 ya Mheshimiwa Rais Kibaki. Na yale mambo yote Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na serikali ya Jubilee imefuatilia. Sasa tuko katika hiyo safari. Na nyinyi wananchi na sisi wote tufikirie. The reason why we are opposing this ni kwamba Januari ikifika mtalipa school fees. Na tulikuwa tumeenda kwa free day secondary education. Ile pesa ya kusaidia watoto wetu ndio hii inalipwa hapa. Watu wanahongwa hapa kiholela holela namna hii. Sasa tuko na walimu wa junior secondary, hatuwezi kuwalipa. Capitation hatuwezi kutoa kwa shule. Health tuko na shida. Na pesa imeporwa, nchi imeporwa. Wakubwa ndio wameweka pesa mifuko yao, wanahonga wananchi ili sisi tuwe maskini tuende kupiga magoti kwao. Mimi nataka kuomba na kuhakikishia, in the name of God, unaweza kutusumbua, lakini vile Bishop amesema kila kitu iko na mwisho. Hata Paulo na Sila walifunguliwa wakatoka. Magoti hatutapiga kuabudu binadamu kama sisi. Hatuwezi. Wananchi mtapiga magoti? Kwa binadamu hatuwezi kupiga magoti. Kwa hivyo Bishop, ni kana kwamba Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu alikuandaa vizuri sana ukuje kutuzungumzia sisi viongozi wa upinzani kwamba tusife moyo, tuendelee mbele na kupigana. Na pia hakuna kitu ambacho hakina mwisho, tuendelee na hiyo safari. Na kwamba tufikirie mwisho itakuwa namna gani, destiny ya maisha yetu. Mimi na waomba wananchi tuendelee kukaa namna hii na mapenzi. Huyu kiongozi wenu Lenny Kivuti, mimi niseme that is my testimony. Ni mtu sisi tunamheshimu. Na unaona mtu anaheshimiwa na watu wengine. Sisi tumetoka kule, tumetoka hapa na senator kuja hapa. Wale professionals wengi ambao Lenny anafanya kazi nao na wajua mawakili nini, ni mtu ambaye anaheshimiwa. And you cannot be respected for nothing. Because sababu ya substance and quality. I don't want to be a dictator like other people. Nianze kuambia lazima mfanye hivyo, mfanye nini. Mimi kama ningekuwa hapa, ningempigia kura kwa gavana. Msema tu kweli. Lakini hiyo ni kauli yenu ya kunaje. Mimi niyo ndio mnakata, lakini mimi nimewaambia maoni yangu vile mimi naona. Kwa sababu nimemjua kwa muda mrefu na tumekuwa pamoja na tunaendelea. Nyinyi ndio mtakata hiyo kauli, lakini mimi nimemwambia tu ile maoni yangu vile naona. Na namuombea na ninawaombea nyinyi wote ndugu na dada. Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki, tukae pamoja. I've worked with some of the best civil servants I worked with in my life in public service are people from here. Magu Mutindeka, one of my best regional commissioners, Murithi Kangi. Kulikuwa na mama nilikuwa na yeye hapa TSC, very solid people. My heart is in the right place. I have a lot of love for people in this particular part of the country. I really love you, and when we have come together tunaongeanga vizuri sana, naona tunakubaliana mambo mengi.
na bado tumemaliza maneno ya mama. Mheshimiwa akirudi atatupangia siku moja, tutakuja sasa kuambiana hizo stories zetu vile tunataka kwenda mbele, alafu tupangane tuone kuhakikisha kwamba hii one term sio kusema, it's executed and it actually becomes a reality. Mungu na awabariki. Na kwa familia yenu, tafadhali Mungu awabariki. May the Lord shine his face upon you. May the Lord continue guarding over you as you walk out and come back. And may the Lord keep watch over you even as we lay our mom to rest. God bless you. Abigail Makofi, thank you very much. Thank you very much. Tumpigie makofi ingine. Thank you very much. Now, Dr.